kujibiwa kuna kujaga na venye umejitengeneza. Na kitu hiyo ingine, usijitupe, ujifanye mtoto wa Mungu. The more unajitupa, unaona Mungu kama amekusahau, kwa sababu Mungu hakuji kukujibu kwa sababu wewe ni mtoto. Anakujibu kwa sababu kuna mambo unayojua. Mtoto anafanyika mtoto kwa sababu anajua wazazi, lakini akiwa hajui wazazi hafanyiki mtoto. Kwa hivyo ni lazima, kitu ya kwanza ujue katika boma yangu ama boma yetu inahitajiki kufanya nini, hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo sitakuwa na ubaya wa moyo hata kidogo. Kwa sababu gani? Already nitasimama kwa pego na nitaangalia. Lakini ukienda kwa watu wa Mungu, mioyo yao ni kichaka. Ni kichaka. Unapata huyu hata wakiwa hapa, huyu ni special kuliko huyu, lakini maandiko inatuambia sisi wote ni mwili mmoja. Wakati tutajua hivyo na tuweze kutafakari na kujua, basi hakuna kitu kitatuondokea. Usikubali kufanya nini? Kufugika tena, kwa sababu already umewekwa huru. Basi nayo huru inakuja aje? Inakujaga kwa mawazo na kwa moyo. Bwana asifiwe. Uko huru. Nayo huru hiyo wakati utaitumia ili iweze kukusaidia, kuna vitu utaugamaniza nacho. Indo icio kuugamanisha itakutuma uwekwe uhuru kabisa, na ukiomba utakuwa already unajua mimi ni mwana wa Mungu. Lakini the more hautaweza, bado utakuwa chini ya kufugwa nila ambapo itakuwa zito kukuliko. Kwa sababu the more utaanza kufugua mawazo yako, kitu ya kwanza unafaa ujue wewe ni mtoto wa Mungu. Kitu ya pili, ujue ya kwamba kile chochote ninalohitaji nafaa nipewe. Basi ujue ni nini nafaa nifanye na ili nipewe. Kwa hivyo kitu ya kwanza, sitakuwa naachilia moyo wangu ubebanishe. Kitu ya pili, sitakuwa na unafiki. Kitu ya tatu, maadui wangu nitawaombea. Kitu ya nne, haleluya. Kitu ya nne, nitapenda kila moja, kwa sababu upendo ndiye Mungu. Tukiongea ukweli, tunawezaga kupenda watu wote? Niki? Kwa nini? Na ukiomba sasa unaona kama utajibiwa? Ebu nikwambie, wakati unaenda unakaa chini na ukuo peke yako, fanyaga research ya kujiuliza ya kwamba kile kinaweza tuma niombe na nisijibiwe ni nini? Kile kinaweza tuma hata baraka ikiachiliwa hainifikii kwa sababu gani? Alafu unajiweka kwa kipimo. Ujiulize ya kwamba nina unafiki. Number 1, ujiangalie. Simulizi ya mwenzako unafiki unausikia. Na mambo haya tunauliza hapa, Biblia inatuuliza. Si ya kubebwa na shetani. Mwambie si ya kubebwa na ng'ombe. Si ya jirafu. Ni ya mwanadamu. Kwa sababu kile kitatuma tufike kwa kiwango kile ni kusikia niko free. Kitu ya kwanza hujafungwa mikono, kitu ya pili hujafungwa macho, lakini kile kitakufunga kiko moyoni mwako. Na shetani hujua nitakuzuilia na Kenya hauoni. Kwa hivyo nitakuzuilia na kitu kenye utaweka kwa moyo. Uone ya kwamba hapa hatujui. Tunaweza kukuambia piga makofi na unasema gohoro ule agoenda torudire. Lakini katika moyo wetu hatuwezi kujua kenye kiko kwa moyo wako. Kwa hivyo si ni wewe utajiweka huru. Tukiambiwa inua mikono unainua na unasema, mwingine anasema sasa na huyu ana shida hapa akituambia tuinue mikono. Hatuwezi kujua, lakini hiyo ndio itakuzuilia. Kwa sababu maandiko inasema wakati neno linaachiliwa, ama neno ama roho anakujaga kutafakari moyo na anajua kufanya nini? Kugawanisha.
na kutafakari vizuri, na angalie hii na hii na hii. Anasema mpaka najua mpaka mifupa no twehererie mahindi na nyama na maguta na mai na thakame. Kwa hivyo ni vyema wakati unatengeneza mtu. Ndipo Paulo wakati aliyetengeneza Timotheo alimwambia hata malaika akija akwambia ametoka mbinguni asikubadilishe, kwa sababu ile yote nimekuambia ni ukweli yote. Wakati ninalohitaji kwenda mbali, lazima nisikie. Kusema niwe mtendaji ni kuanza kujibadilisha. Wewe ndio unajuaga shida yako ni nini.